Bwana, maswali mengi yatakuwepo kwa Kindege akiwa anajiuliza hivi, huyu mtoto ni mtoto wa design gani? Kama sumu tayari ameshaweza kumwekea na hatimaye anaendelea kumuona bado yupo mzima. Hivi Kindege hapo si ndo atazidi kuchanganyikiwa? Alafu anakuta huyu mtoto anapendwa sana na mume wake, na mume wake eti mtoto wao Imelda hawamchukulii kwa samani kama anavyomchukulia Baby Supu. Unaambiwa issue ni kwamba Uncle Ben anampenda sana Baby Supu, ila Kindege kwa wazo lake na akili yake anaamini kwamba Baby Supu atakuja kufariki na hiyo dawa inafanya kazi mdogo mdogo kwenye mwili wake. Na kumbuka kwamba Baby Supu alishaweza kujiokoa, na hapo hapo moja kwa moja baada ya kuweka hiyo dawa akamfuata rafiki yake Jeni na kuanza kumwambia ukweli kwamba tayari nishaweza kumwekea Baby Supu dawa, kwa hiyo huyu mtu tunaenda kumuua taratibu, anaenda kufa. Na hapo hapo wakati anaendelea kuzungumza maneno hayo, pembeni kulikuwa na yule Happy, dada wa kazi wa Kindege, akishuhudia maneno yote ambayo alikuwa anaongeleka hapo. Basi Happy ameyaweka tu moyoni, anatamani kuona kwamba ipo siku ataweza kuongea tu mbele ya Baby Supu, na japokuwa Baby Supu anajua vyote vinavyoendelea kwamba Kindege anataka amuue na Jeni naye anataka amuue, kwa kuwa yeye ni mtu ambaye ana uwezo wa ajabu. Anagundua kwa haraka mtu ambaye hayupo sawa kwenye maisha yake na mtu mwenye nia mbaya na yeye. Oya, binadamu wote wangekuwa kama hivi, hakuna mtu ambaye angekuwa anamfikiria mwenzake vibaya hata mara moja. Kila mtu angekuwa anamfikiria mwenzake kwa uzuri tu, kwa sababu mtu kisha kuwa unajua kwamba fulani mbona anataka kunifanyia hivi, ana nia gani na mimi, ndipo hapo ambako utakuja kugundua kwamba binadamu huwa anacheka na wewe usoni tu, ila kwenye moyo wake anatamani wewe anguko lake ndiyo furaha kwake. Binadamu wote wapo hivyo, ni wanaloho mbaya sana. Sasa unaambiwa kitu kingine, huku Farida inaonekana ameanza kumwelewa huyu mdogo wake na Kiche. Itakuwaje? Japokuwa kuna namna anaonesha anaingia anatoka, anaingia anatoka, na siku ikija kujulikana ni kweli, unafikiri huyu ataweza kumwacha salama kweli Farida? Ila Farida mnampa asilimia ngapi kwa akili zake za kipumbavu na mawazo yake ambayo hayana akili kwenye kichwa chake? Sijui waga anafikiriaga nini huyu Farida. Ni mwanamke mzuri, ila ana mawazo finyu, ana mawazo ambayo yanaweza kufikiria mwisho wa ukuta, ajui namna ya kuweza kuendo maswala ya vita. Yeye yupo tu kama mzoga. Sasa sijui tunamsaidiaje huyu Farida. Farida kuna namna hata mimi mwenyewe anatokea kunikela na anatokea kuniuzi, kwa sababu najitahidi sana kuchukua nafasi ya kuweza kumsaidia, ila haiwezekani kwa sababu tayari mtu ameshavaa uhusika wa kipumbavu, uhusika wa ujinga. Yaani ukishakuwa hivyo ni tayari unaharibu maisha yako yote, unakuwa na uhusika wa kipumbavu, uhusika wa kijinga. Sasa Farida ametoroka hapo, ameenda nyumbani kwake na amekutana na Tami. Na kumbuka kuwa kule nyumbani kwake wanajua huyu mtu amefariki, alafu yeye ameenda kuharibu plani. Anarudi tena nyumbani kwa Msela Kiche, anaanza kuwaambia vitu vingine ambavyo vieleweki, ila kwa kuwa Kiche anaelewa huyu mwanamke ni mapepe na ana mambo mengi, akajua tu kwamba ameenda huko. Mwana swali na maswali mengi ambayo yapo. Farida na shangaa, huyu Kiche amejuaje saizi yangu mimi ya nguo ya ndani? Hapo ndipo ambako vita inakuja kuanzia. Oya, ukiona demo anakuuliza hivyo sijui itakuwaje. Oya, ubaya tu. Yani hapa hakuna kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu aweze kuwa noma kwenye mapenzi. Oya, sio mchezo. Kiche ameweza kuotea, alafu sijui atajiteteaje. Oya, mbona kitu ambacho kinafurahisha sana kitu kinafurahisha sana. Yaani kila nikiangalia natamani kucheka. Wewe umejuaje size yangu ya nguo ya ndani? Umejuaje? Maswali mengi. Wewe pokea mzigo, hayo mengine atajijua mwenyewe kama alikuwa anakuchunguza au la. Ila huyu Jeni na mwenzake Kindege, furaha aliyokuwa nayo baadaye itakuja kuwa kilio. Na kumbuka Kindege ni mwanamke mpumbavu ambaye anajitahidi sana kuchukua majukumu ya kutaka kumuua Baby Supu, ila yeye ajui kwamba Baby Supu ndo anamsaidia katika kila kitu ambacho yeye anakifanya. Alafu anachukulia baridi, anachukulia poa, anataka kumwangamiza Baby Supu ili aweze kuendelea na mambo yake. Alafu hapo aweze kufurahi kwamba Baby Supu hayupo, amefariki, nyumbani amebaki mwenyewe, sababu ampende tu kwa kuwa anamuona nyumbani kwake. Kumbe kuna watu hivyo wanakuaga na roho mbaya kweli. Wewe unamchukiaje mtu ambaye hata hawezi kumaliza kilo 2 kwa siku moja?
yani hata shilingi 10,000 hawezi kuimaliza, unamchukia kisa tu anakaa nyumbani kwako. Mbona unakuwa na roho mbaya hivyo Kindege, wakati mtoto huyo ni anakupenda na anakusaidia katika kila kitu, yani kila kitu kwenye shida zako mtoto anakusaidia pasipo wewe kujua. Je, hivi ungekuwa na watu wa staili kama hii kwenye maisha yako, wewe ungekuwa unawasaidiaje? Kwa sababu watu kama hawa ni hawafai kabisa kusaidiwa. Ingekuwa mimi, ombi langu binafsi, siwezi nikamsaidia mtu wa staili kama hii, ikiwemo Kindege pamoja na huyu Janeti, yani siwasaidii kabisa, na nikijua kabisa hawa watu ni wananichukia, siwasaidii hata kidogo. Yani hapa ndipo ambako tunajua kwamba hii movie kuna one time inaleta mafundisho kwenye jamii. Kuna watu sio wa kuwasaidia kwenye maisha yako, kuna watu ni wa kuwasaidia. Kuna wengine wanakuja kwenye maisha yako kwa lengo la kutaka kukuharibia wewe, na kuna wengine wanakuja kwenye maisha yako kwa lengo la kutaka kusupport, kukunyanyua. Ila wengi wao wanaokuja kwenye maisha yako ni kukuharibia wewe ili uweze kuchanganyikiwa, akikuona kwamba huyu mtu mbona kama baada ya miaka 2 au mwaka mmoja miezi kadhaa anaweza kuwa mtu fulani. Kwa hiyo kuna wivu wa kichawi ambao unakuja ili waweze kukandamiza na mwenyewe uweze kupotea. Na ukiwa una nguvu ya kiroho lazima uweze kupotea na utachanganyikiwa zaidi. Oya, sio mchezo. Sasa kitu kikubwa ambacho naweza kuwasihi mashabiki zangu ni kuweza kusubscribe kwa wingi, kulike, kucomment pamoja na kushare. Ukishafanya hivyo unakuwa ni tayari ushajiunga na sisi na unakuwa mwanafamilia OG kabisa ambaye umekamilika 100% na umetimiza vigezo na masharti ya kuwa mwanafamilia wetu wa Chambua TV. Hii ni Mr. Chambua TV na mimi ndo Mr. Chambua. So fanya hivyo kwa kusubscribe kwa wingi, kulike, kucomment pamoja na kushare. Utakuwa umetisha kinoma noma. So naweza kukwambia issue ya leo ni nzito kidogo, siwezi nikaidadavua kiasi ambacho mpaka mimi mwenyewe nashindwa kuongelea kiundani zaidi. Kitu ambacho naweza kuwaachia usia ni kwamba watu wanaokuja kwenye maisha yako usijaribu kuwapa nafasi kubwa. Endelea kuwa mgumu, kwa sababu watu wanaokuja wengi wao kwenye maisha yako wakiwa wapya wanakuja kwa nia tofauti. Kuna wengine wanakuja kwa ajili ya kutaka kukuangamiza, kuna wengine wanakuja kwa ajili ya nia njema tu ili muweze kutoboa kimaisha, ila kuna wengine kukuangamiza ndio 1% kubwa, kwa sababu wakikuangalia tayari wanajua huyu mtu baada ya miaka 2 anaweza kuwa mtu fulani. Kwa hiyo tusipomshikilia anaweza kutuzidi mafanikio. Hao ndo binadamu. Sasa utachagua wewe uendelee kuwakaribisha watu wageni kwenye maisha yako ghafla au uachane nayo. Wewe utajua wewe na maisha yako. Sasa fanya kitu kimoja kwa kuweza kusubscribe, kulike na kucomment pamoja na kushare. Na maneno yote hayo andika kwenye comment kwamba ni kitu gani ambacho umekipenda kuitazama movie ya mtoto wa ajabu. Mimi ni Mr. Chambua na hii ni Mr. Chambua TV. Bye bye.